Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaendelea na ujumbe wetu unaosema msisitizo wa maombi juu ya Tanzania. Sasa leo napenda tuangalie kitu kinachosema hivi: waombaji walioomba ili jambo jipya Kristo lizaliwe ulimwenguni. Manake kuzaliwa kwa Kristo lilikuwa ni jambo jipya ambalo lilitegemewa kwa majira yale kuzaliwa hapa ulimwenguni. Sasa kabla jambo jipya Kristo halijatokea ulimwenguni, halijazaliwa ulimwenguni, ilimlazimu Mungu atafute waombaji wa kuliombea. Kwa nini ilimlazimu Mungu atafute waombaji? Kanuni ile ile niliyokuambia ya ulimwengu wa roho ambao Mungu amejiwekea kwamba hawezi kufanya jambo lolote mpaka amepata mtu au amepata watu ili apate uhalali wa kulipitisha hilo jambo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ilimlazimu, ukisoma kwenye Biblia utaona kwamba kuzaliwa kwa Kristo kulitabiriwa. Utasoma kwenye kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 7 mstari wa 14. Isaya huyo sura ya 9. Ukisoma sura ya 9 pia utaona akizungumzia kuzaliwa kwa Kristo, kwamba atazaliwa na Bikira Maria, atazaliwa na bikira. Huyo bikira atachukua mimba, atamzaa mwana. Ndivyo nabii Isaya anavyotabiri hilo jambo. Lakini pamoja na kutabiri hilo jambo, ilimlazimu Mungu atafute waombaji. Kwa nini? Habari ile ile niliyokuambia, ile kanuni. Kwa waombaji ni wa muhimu sana ili mapenzi ya Mungu yaweze kuzaliwa, ili mambo mapya yaweze kuzaliwa kwenye nyakati ambazo Mungu anakuwa amekusudia. Ndio maana ya msisitizo wa hili somo. Mungu hawezi kufanya mabadiliko, Mungu hawezi kuleta mambo yake mapya kwenye nyakati hizi juu ya taifa letu. Lazima kwanza apate waombaji ili apate uhalali sasa wa kuyapitisha hayo mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo twende tuangalie hao waombaji ambao Mungu aliwatafuta, Mungu aliwainua, Mungu aliwasemesha ili waweze kuomba kabla ya jambo jipya Kristo halijazaliwa ulimwenguni. Muombaji wa kwanza tunamuona anaitwa Nabii Ana binti Fanuel. Nabii Ana binti Fanuel, utasoma kile kitabu cha Luka sura ya 2 kuanzia mstari wa 36 mpaka ule mstari wa 38. Utamuona hapo muombaji anaitwa Nabii Ana binti Fanuel. Lakini muombaji mwingine aliyeinuliwa kwa ajili ya kuombea ili jambo jipya liweze kuzaliwa ambalo ni Kristo, utamuona kitabu hicho cha Luka sura ya 2 mstari wa kuanzia mstari wa 25. Anaitwa mzee Simeon. Mstari wa kuanzia Luka sura ya 2 mstari wa 25 hadi 28, anaitwa mzee Simeon. Kwa ni muombaji wa pili ambao Mungu alimuinua kwa ajili ya kuombea jambo jipya Kristo liweze kuzaliwa ulimwenguni. Anaitwa mzee Simeon. Muombaji mwingine waombaji wengine ni kitabu hiki cha Luka kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 12. Utawaona hapa wanaitwa wachungaji. Hawa ni wachungaji kabisa, wachungaji wa mifugo. Wachungaji wa mifugo. Sasa tutakuja kuangalia baadaye, nitaeleza, maana si wengi sana wamelitazama hili kuona kwamba hawa wachungaji ambao walitokewa na malaika kule porini wakati wakichunga wanyama wao ni waombaji. Sasa lakini mimi nataka utambue kwamba hawa walikuwa ni waombaji walioinuliwa ili kuomba kwa ajili ya jambo jipya Kristo liweze kuzaliwa ulimwenguni. Waombaji wengine wanaitwa mamajusi wa mashariki. Nalo hili pia tutajifunza baadaye. Si wengi pia wameona kwamba hawa mamajusi wa mashariki walikuwa ni waombaji. Hawa utawapata kwenye kitabu kile cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya 2. Sura ya 2 mpaka mstari wa kwanza hadi ule wa 12.
mamajusi wa mashariki. Kwa hiyo tumeona waombaji ambao waliomba ili jambo jipya Kristo lizaliwe ulimwenguni. Tumeona kuna makundi manne. Yupo Nabii Ana binti Fanuel, huyo wa kwanza. Yupo mzee Simeon wa pili, lakini pia kuna wachungaji, lakini pia wanne ni mamajusi wa mashariki. Kwa nitaeleza zaidi wale mamajusi, na nitaeleza zaidi mamajusi kwamba wale walikuwa waombaji na wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Somo linaendelea.